Mzigo unaanza kumwonyesha binti akiwa mzungukoni, lakini ghafla anakutana na mshikaji wa kuitwa Devi. Na Devi kwa sababu alikuwa anapenda sana mamazi, Mwamba alipagawa sana baada ya kumuona binti huyu. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba binti alimkataa kabisa Devi na kusema yeye amfahamu. Lakini Devi kwa sababu alikuwa na maneno mengi sana, Mwamba aliendelea kumkazia sana binti huyu na kusema amemuita hapa ikiwezekana wafahamiane, maana ana vitu vingi sana vya kuzungumza. Hasa binti naye baada ya kuona hana namna, ilibidi akubali tu kumsikiliza mshikaji. Lakini huku upande wa pili kuna bidada mmoja ambaye alikuwa ni mgeni, na huyu binti alikuwa ni mtumishi wa Mungu, na huyu binti alikuwa amekuja kwenye mji kwa ajili ya kueneza Injili. Hasa huyu binti kwa sababu alikuwa ni mgeni kabisa kwenye mji, alikuwa ameandaliwa sehemu special kwa ajili ya kuishi. Lakini humu ndani ambako mtumishi alikuwa amefikia ndipo humo ambako Devi anaishi. Hasa mtumishi baada ya kuingia tu ndani ya nyumba hiyo alistuka sana baada ya kushuhudia nguo za mwanamke zikiwa zimetupwa kwenye makochi, jambo lilofanya binti aingiwa na wasiwasi mwingi sana, maana haya mambo hayajazoea kabisa. Lakini mtumishi akiwa anaendelea kujiuliza nini kinachoendelea, alianza kustuka sana baada ya kusikia kuna sauti za mwanamke zilikuwa zinatoka ndani ya nyumba hiyo. Na hapo ndipo mtumishi akaenda kumpigia simu mchungaji wake na kusema yeye hawezi kabisa kuishi ndani ya nyumba hii, maana kuna vitu vingi sana vya ajabu vinaendelea. Lakini hilo jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa pasta, maana pasta alimzuia kabisa binti huyu na kusema utakiwi kabisa kuondoka, maana hiyo ndio sehemu pekee tuliyokuandalia kwa ajili ya kuishi. Hasa mtumishi naye baada ya kuona hana namna, ilibidi akubali tu kumsikiliza mchungaji wake. Lakini mtumishi kabla hajaingia ndani ya nyumba hiyo ilibidi anyunyizie maji ya upako, maana mambo yanaendelea kwenye nyumba hiyo hayafai hata kidogo. Lakini siku zilisonga na maisha yakaendelea kama kawaida, na yule mtumishi akiwa ametulia zake jikoni aliamua kumpigia tena simu pasta wake na kusema yeye anachohitaji ni kuondoka tu ndani, maana kadri ya siku zinapozidi kusogea anazidi kushuhudia vitu vingi sana vya ajabu. Lakini hilo jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa pasta, maana pasta aliendelea kumkazia mtumishi na kusema utakiwi kabisa kuondoka, maana bado kazi haijaisha. Hasa binti naye baada ya kuona hana namna, ilibidi akubali tu kumsikiliza mchungaji wake. Lakini baada ya mazungumzo hayo, ghafla Devi naye alitokea, na Devi baada ya kumuona tu mtumishi, ghafla Mwamba alianza kupagawa sana baada ya kumuona binti huyo. Ila mtumishi kwa sababu alikuwa anajua kwamba huyu mshikaji ni muuni sana, hakuhitaji kabisa kuzoeana naye. Lakini Devi alianza kumchokoza mtumishi na kusema yeye anaitwa Devi, na kama mtumishi atakuwa anahitaji jambo lolote lile basi asisite kumwambia. Hasa mtumishi alikubali tu kumsikiliza Devi, lakini binti kwa sababu alikuwa hapendi kabisa mazoea, ilibidi amsikize mshikaji na kuondoka zake. Lakini Devi baada ya kumuona tu binti huyu, Mwamba alianza kupagawa kinoma noma na kusema atafanya kila kitu kinachowezekana ili aweze kumpata mtumishi. Lakini baada muda mfupi kusogea, Mwamba aliondoka na kwenda zake sebleni na kuanza kukusanya baadhi ya nguo ambazo alikuwa amezitupatupa kwenye makochi. Lakini hayo yote akiwa anaendelea, mtumishi alikuwa anashuhudia kila kitu, na mtumishi naye kwa sababu alikuwa hajazoea kabisa mambo haya, alianza kujisikia vibaya kinoma noma baada ya kushuhudia vitu ambavyo Devi alikuwa anavifanya. Lakini mtumishi kwa sababu alikuwa hana namna, ilibidi aendelee kumwombea Devi ikiwezekana abadilike. Lakini baada ya muda mfupi kusogea, mtumishi akiwa ametulia zake jikoni anapika, ghafla mchizi alimfuata mtumishi ikiwezekana ampe hai. Lakini binti kwa sababu alikuwa hapendi kabisa mazoea na Devi, alikataa kabisa salamu hiyo. Lakini Devi kwa sababu alikuwa anatafuta namna ya kumwingia binti huyu, ilibidi aendelee kumsemesha mtumishi. Na hapo ndipo mshikaji akamwambia mtumishi kwamba yeye anaitwa Devi, na kama kuna chochote ambacho binti atakuwa anakihitaji asisite kumwambia. Hasa binti naye baada ya kuona amemkalia mshikaji kwa muda mrefu sana, ilibidi amwambie tu ukweli na kusema yeye hawezi kumwambia jambo lolote lile, hivyo inabidi amuache tu. Na baada ya mazungumzo hayo, mtumishi aliondoka na kumwacha Devi jikoni. Hasa hili jambo lilifanya Devi aanze kujiuliza maswali mengi sana, maana kila akijaribu kumwingia mtumishi hataki kabisa kumuelewa. Lakini siku zilisonga na maisha yakaendelea kama kawaida, na leo mtumishi akiwa ametulia zake nyumbani alistuka sana baada ya kushuhudia Devi akiwa anaingia ndani na kimada. Lakini hilo jambo Devi alikumsumbua hata kidogo, maana Mwamba alianza kumsifia binti huyu na kusema hajawahi kumuona mwanamke mrembo kama huyu. Na Devi aliongea kauli hiyo makusudi tu akiamini kwamba huenda mtumishi atajisikia vibaya. Lakini mambo yalikuwa tofauti kabisa upande wa mtumishi, maana mtumishi baada ya kushuhudia tu jambo hilo ilibidi aanze kumwombea Devi, maana aliona hii tabia ambayo Devi anaifanya haipendezi hata kidogo. Hasa mtumishi akiwa anaendelea kumwombea Devi alistuka sana baada ya kusikia baadhi ya sauti zilikuwa zinatoka chumbani kwa Devi, na hizi sauti zilimvuruga sana mtumishi, maana haya mambo hayajazoea kabisa. Lakini huku upande wa pili, Devi akiwa ametulia zake chumbani na mpenzi wake, ghafla mshikaji wake alimpigia simu, na hapo ndipo Devi kabidi aondoke na kwenda kuzungumza na simu hiyo. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba Mwamba alipopokea tu simu ya mshikaji wake alianza kumsimulia kila kitu alichokuwa nakifanya dakika chache zilizopita. Lakini Devi akiwa anaenda kuzungumza na simu hiyo, ghafla mpenzi wake alikuwa anasikiliza kila kitu kinachoendelea, na binti baada ya kusikia tu maneno hayo alianza kujisikia vibaya sana, maana hakutegemea kama Devi atakuwa ni mpuuzi kiasi hichi. Lakini Devi baada ya kumaliza tu kuongea na simu hiyo, ghafla aligongana uso kwa uso na mpenzi wake. Ila mchizi kabla hajaongea jambo lolote lile, ghafla binti alianza kumchezeshia kichapo Devi, na hii ni baada ya kuona mshikaji wake amezidi kumwaibisha. Na baada ya tukio hilo, binti aliondoka na kumwacha Devi akiwa anaendelea kuugulia maumivu. Lakini siku zilisonga na maisha yakaendelea kama kawaida, na yule mtumishi akiwa ametulia zake jikoni anafanya usafi, ghafla Devi alitokea, na mtumishi baada ya kumuona tu mshikaji ilibidi aanze kumshauri na kumwambia ukweli na kusema yeye hapendi kabisa kuona tabia ambazo Devi anazifanya, maana Mwamba amezidi kuwa muuni. Lakini hilo jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa Devi, maana Mwamba alimkataa kabisa mtumishi na kusema yeye yupo hapa kwa ajili ya ushauri. Hasa mazungumzo yakiwa yanaendelea kati ya binti pamoja na mshikaji, ghafla Devi alimuuliza mtumishi kama yupo kwenye mahusiano, lakini mtumishi alikataa kabisa jambo hilo na kusema yeye yupo single na hahitaji kabisa kuona mtu yoyote yule. Hasa Devi baada ya kusikia maneno yake kutoka kwa mtumishi, Mwamba
Mwamba alicheka vibaya mno na kuanza kumshauri mtumishi ikiwezekana ajitahidi awe kwenye mahusiano, maana hivi alivyo hapendezi kabisa kuwa single. Lakini mtumishi baada ya kusikiliza tu maneno kutoka kwa Devi alimsikiza mshikaji, lakini hakumjibu jambo lolote lile. Lakini Devi naye baada ya kusikia kwamba huu binti yupo single, Devi alifurahi vibaya mno, maana aliona hii ndio njia pekee ya kumwingia mtumishi. Lakini baada ya muda mfupi kusogea, binti akiwa anaingia zake sebuleni, ghafla David anatokea na kuanza kumchokoza mtumishi na kusema naomba amsaidie kufanya usafi chumbani kwake, ila binti aliendelea kumkataa David na kusema yeye hawezi kumsaidia kufanya kazi hiyo na hapendi kuona mazoea yanazidi kiasi hicho. Na baada ya maneno hayo, binti aliamua kuondoka, lakini David aliendelea kumkamia mtumishi. Ndipo anamuuliza unafanya kazi gani? Maana tangu umekuja humu ndani sijui kazi unaoifanya. Ila binti kwa sababu alikuwa ampendi kabisa mshikaji, anasema sipendi mazoea na wewe, hivyo naomba uniache tu, maana sina majibu ya maswali yako. Na baada ya jibu hilo, mtumishi aliendelea kuimba pambio, na hapo David aliona binti anazidi kumchanganya, ndipo anaondoka na kumwacha binti akiendelea na shughuli zake. Lakini maisha yaliendelea kama kawaida, na leo mtumishi akiwa ametulia zake sebuleni, ghafla kuna mgeni anagonga mlango na binti aliondoka na kwenda kumfungulia mgeni huyu. Asa huyu mgeni ni manzi wa David na anasema amekuja hapa ili aweze kuonana na mshikaji wake. Asa mtumishi akaona isiwe kesi, akaenda kumpatia taarifa David na kusema kuna ugeni wako, ila Mwamba alimaindi kinoma noma baada ya kusikia kwamba huyu demu amekuja kumtembelea, maana hakutaka kuonana na huyu manzi kwa siku ya leo. Ila David kabidi amuombe mtumishi na kusema kama ataweza ni bora amwambie yule binti kwamba yeye hayupo, ila binti alimkataa kabisa David na kusema inabidi uende ukaonana na binti huyu, maana mimi nimemwambia kwamba upo ndani. Sasa Mwamba baada ya kuona hisha kuwa noma, alikubali na kwenda kuonana na mpenzi wake, na kwa sababu akupanga kabisa kuonana na binti huyu, ndipo anamkataa na kusema yeye yupo busy sana, hivyo itabidi aje siku nyingine. Na binti alimsikiliza David na kukubali kuondoka. Sasa Mwamba akiwa anaendelea kumwaga mpenzi wake, mtumishi alikuwa anashuhudia kila kitu kinachoendelea, na binti alikuwa anaumia kinoma noma baada ya kuona maisha ambayo David ameyachagua, maana hii tabia yeye inamkera sana, ila hakuacha kabisa kumwombea David, maana alikuwa anaamini kuna siku moja atabadilika. Lakini muda ulisogea na leo mtumishi akiwepo zake chumbani, ghafla David anamfuata na kusema ana shida kufanyiwa massage, maana hana mtu mwingine wa kumfanyia massage zaidi yake. Ila binti alimkataa kabisa David na kusema hilo jambo hawezi kulifanya. Hasa Mwamba naye hakutaka kabisa kumuelewa bidada, aliendelea kumforce kuwezekana binti amkubalie, lakini mtumishi alipata hasira sana, ndipo anaamua kumfukuza kabisa David. Na Mwamba ilibidi amsikilize tu binti, lakini alikuwa anaumia kinoma noma baada ya kuona kila njia ambayo anaitumia binti anamkataa. Lakini maisha ilibidi endelee kama kawaida, na leo Mwamba anaamua kumfuata binti na kuanza kumuomba msamaha na kusema anajua kwamba alimkosea, hivyo amekuja hapa ili amuombe msamaha ikiwezekana maisha endelee kama kawaida. Na mtumishi alikuwa hana kinyongo, alikubali kumsamehe David, ila aliamua kumshauri na kusema inabidi umjue Mungu, maana hizo tabia unazozifanya sio nzuri hata kidogo. Na Mwamba laundi ilibidi awe mpole na kumsikiliza bidada. Lakini siku ikapita, leo mtumishi akiwa ametoka kwenye shughuli zake anarudi nyumbani, ndipo anamkuta David akiwa amelala sebuleni huku akiwa na majeraha mengi sana mgongoni. Hasa binti alistuka sana baada ya kumkuta Mwamba akiwa na majeraha mengi kiasi hicho, ndipo anamuuliza nini tatizo. Na Mwamba aliamua kumsimulia mtumishi kila kitu na kusema alivamiwa na vibaka, na Mwamba alifanikiwa kuondoka na kila kitu, na walipotaka kumuua David alimuomba Mungu amsaidie, na hiyo ndio kapona yake, maana vibaka wote walikimbia. Hasa Mwamba anasema yeye mwenyewe hakuamini kama wale majambazi walimwacha akiwa mzima, maana walikuwa wamezamilia kabisa kumuua. Hasa Mwamba baada ya kumaliza kumsimulia mtumishi tukio hilo, alisema anahitaji kuombewa, maana anataka abadilishe maisha yake. Na binti alimsikiliza David na kukubali kumwombea, na hapo ndipo David alipoanza kuishi maisha mapya ya kumjua Mungu na kuanza kujifunza vitu mbalimbali ambavyo hapo mwanzo na kufikiria kama siku moja atakuja kuvijua. Ila binti naye aliendelea kumwombea David ikiwezekana asibadilike. Hasa maisha yaliendelea kama kawaida, na leo David pamoja na mtumishi waliingia mtaani na kuanza kuelimisha watu ikiwezekana wabadilike na wamjue Mungu. Na licha ya kwamba watu wengi walikuwa wanajua tabia za David, lakini walijua kwamba mshikaji ambadilika, hivyo ilibidi wakubali na kumsikiliza. Na baada ya tukio hilo, David pamoja na mtumishi walirudi nyumbani na kuendelea kufanya maombi, na Mwamba alikuwa anaonekana akiwa serious kinoma noma. Hasa baada ya kumaliza kufanya maombi, ghafla Mwamba anataka amkumbatie binti, ila binti aliendelea kumkataa David, maana hayo mambo yajazoea kabisa. Hasa baada ya tukio lile, binti alijikuta anawaza vitu vingi sana, maana alianza kukosa imani kabisa na kusema huenda mshikaji atakuwa bado hajabadilika, kwa sababu lile tukio lilimstua sana. Lakini baada ya muda kusogea, Mwamba ilibidi akae chini na bidada na kuanza kuzungumza naye, na leo Mwamba anaamua kumfungukia binti na kusema amekaa muda mrefu sana bila kukutana na mwanamke, na hii hali ni inamtesa sana, maana ameshindwa kabisa kuvumilia. Hivyo anamuomba mtumishi amfikirie, ikiwezekana amkubalie tu awe kwenye mahusiano, maana hii hali hauwezi kabisa kuendelea nayo. Hasa binti alimsikiliza kwa kina sana David, lakini alikosa jibu sahihi la kumjibu mshikaji, na Mwamba aliendelea kumforce binti ikiwezekana amkubalie, ila binti alikuwa hana jibu lolote la kumjibu David. Aliamua kukaa zake kimya. Hasa David baada ya kumwelekeza mtumishi kwa muda mrefu sana kwamba anahitaji kumuoa, maana amekaa muda mrefu bila mahusiano, lakini binti kwa sababu alikuwa anatamani sana siku moja aingie kwenye ndoa, alishindwa kabisa kumkatalia David, na mwisho wa siku binti alikubali kuolewa. Na Mwamba alifurahi sana, maana hakutegemea kama bidada atamkubalia kutokana na tabia alizokuwa nazo. Na baada ya tukio hilo, Mwamba alienda kumsimulia mshikaji wake kila kitu na kusema yeye anachokihitaji ni kuhakikisha kwamba amelala na mtumishi, maana ni mtu ambaye alikuwa anamtamani tangu muda mrefu sana. Hasa Mwamba ikabidi amzuie sana David na kusema huo mpango sio mzuri hata kidogo, maana yule binti anajua kwamba unampenda
anampenda, ila David aliendelea kumkazia mshikaji wake na kusema yeye haelewi jambo lolote lile, ila anachohitaji ni kumla ule binti, mwisho wa siku amkatae. Na Mwamba ilibidi amsikilize tu David, lakini aliumia sana baada ya kusikia maneno yao kutoka kwa mshikaji wake. Ila aliendelea kumshauri David na kusema huo mpango sio mzuri hata kidogo, hivyo ingebidi utulie tu na madam, maana mimi naamini ule binti anakupenda kinoma noma. Ila hilo jambo lilikuwa gumu kabisa upande wa David, maana hakutaka kuelewa jambo lolote lile kutoka kwa mshikaji wake. Lakini siku ikapita na David anarudi nyumbani, lakini ila anaingia chumbani, binti alistuka sana baada ya kumuona David kutokana na mavazi aliyokuwa amevaa, maana hajazoea kuvaa taulo mbele ya mshikaji. Lakini pia binti hakutegemea kabisa kwamba Mwamba atarudi mida hii na kumkuta akiwa amevaa taulo peke yake. Sasa David ikabidi anza kumsisitiza binti na kusema utaki kuogopa jambo lolote lile, maana mimi ni mume wako. Na binti ilibidi awe mpole tu na kumsikiliza mshikaji wake, lakini David laundi alikuwa hajarudi mikono mitupu, alikuwa amembebea zawadi mtumishi. Sasa binti alikubali kufungua zawadi hizo, lakini alistuka sana baada ya kuona Mwamba amemletea nguo za ndani, maana hakutegemea kabisa kama Mwamba atamletea zawadi za aina hiyo. Ila binti kwa sababu alikuwa hana ujanja, ilibidi awe mpole na kupokea zawadi hizo. Lakini baada ya muda kusogea, Mwamba alianza kumkisi bidada na binti alikuwa muoga sana, maana hayo mambo hayajazoea kabisa. Ila Mwamba aliendelea kumforce mtumishi na mwisho wa siku binti alikubali, na ndo kwa mara ya kwanza Mwamba alifanikiwa kushiriki tendo na mtumishi, na binti aliumia sana, maana hakutegemea kama siku moja atakuja kufanya kitendo kama hiki. Lakini baada ya tukio hilo, Mwamba aliondoka na kwenda kumsimulia rafiki yake kila kitu na kusema lengo lake limetimia, maana amefanikiwa kulala na bidada. Na Mwamba alimsikiliza David, lakini hakuamini kabisa swala hilo kwa sababu ule binti alikuwa ni mgumu kinoma noma. Na baada ya mazungumzo hayo, Mwamba aliondoka na kumwacha David akiwa ametulia zake nyumbani. Lakini siku ikapita na ule madam akiwa ametulia zake nyumbani, ndipo alistuka sana baada ya kumkuta David akiwa anarudi nyumbani na kimada. Na binti aliumia sana baada ya kushuhudia tukio hilo, maana alikuwa anamwamini sana David na alikuwa anaamini huenda mshikaji atakuwa amebadilika. Ila Mwamba kwa sababu hii ndio tabia yake ya muda mrefu, hakutaka kujali jambo lolote lile. Sasa madam kwa sababu ile jambo lilikuwa limemuuma kinoma noma, ndipo anaamua kumfuata David na kuanza kumchana ukweli na kusema sikutegemea kama utakuwa na tabia chafu kiasi hichi, maana umenipotezea muda na sikutegemea kama siku moja utakuja kubadilika. Sasa madam licha ya kwamba aliongea maneno mengi sana, ila Mwamba kutaka kuelewa jambo lolote lile, ndipo anasema yeye ana mpango wote ule wa kumuoa madam, ila tamaa ndio ilimponza mpaka akafanya vitu vyote vile. Na binti aliumia sana baada ya kusikia maneno yao kutoka kwa mshikaji, maana alikuwa anaamini huenda mshikaji atakuwa mbadilika, ila mambo yamekuwa tofauti kabisa naye alivyokuwa anategemea. Ila binti baada ya kusikia maneno yao kutoka kwa mshikaji, ndipo anaingia chumbani na kuanza kulia huku akimwomba Mungu amsamehe baada ya kukubali kulala na David bila kufunga ndoa. Na binti akiendelea kumwomba Mungu wake, alikuwa haamini kabisa jambo hilo, maana alikuwa anamwamini sana David na aliamini huenda mshikaji ndio atakuwa mwanaume sahihi kwenye maisha yake. Na kadri muda ulivyozidi kusogea, binti alikuwa anapata hasira sana, ndipo aliamua kufungasha kila kitu alichokuwa nacho. Sasa binti akiwa anaendelea zoezi hilo, ndipo David anatokea na kumtuliza binti na kumwambia utakiwi kuondoka huko ndani. Ila madam kama kawaida yake aliendelea kumwomba Mungu ikiwezekana amwadhibu David, maana amempotezea muda mwingi sana na hilo ndio jambo linalomuumiza sana madam. Sasa binti akiwa anaendelea kuomba, David alikuwa ametulia zake pembeni akisikiliza kila kitu, na Mwamba alicheka sana baada ya kusikia maneno yake kutoka kwa binti. Ila madam kwa sababu alikuwa apendi ubishane, alienda kupanga nguo zake na baada ya muda mfupi akaondoka. Lakini maisha yaliendelea kama kawaida, ila David hakutaka kabisa kupoa, maana aliendelea kuleta vimada nyumbani kwake. Na Loi Mwamba alikuwa amerudi na binti mmoja kuitwa Jackie. Sasa huyu Jackie ni mpenzi wake wa muda mrefu sana, na Loi baada ya kufika kwa David ndipo anajua kwamba mshikaji alikuwa na mahusiano na mtumishi, na Jackie alipata hasira kinoma noma, ndipo anaamua kuchukua pasi na kumchoma kabisa David. Lakini siku zilisonga na maisha yaliendelea kama kawaida, na Loi David anaenda kumsimulia rafiki yake kutokana na tukio lilikuwa limetokea usiku wa jana. Na Mwamba aliamua kumshauri David na kusema inabidi uachane tu na mahusiano, maana huko na kuelekea utakuja upate tatizo kubwa zaidi ya hili. Na David alikuwa mpole tu na kumsikiliza rafiki yake, ila kwa sababu anasema tabia ni kama ngozi, Mwamba alishindwa kabisa kuacha tabia hiyo, na Loi anaopoa mwanamke mwingine. Na David kama kawaida yake alifanikiwa kuondoka na binti na kwenda naye nyumbani. Hasa Mwamba akiwa amelala na bidada huku akiwa haelewi jambo lolote linaloendelea. Ghafla anafumaniwa na mzee alimwamsha David na kumuuliza kwa nini umelala na mke wangu. Ila David alistuka sana baada ya kusikia maneno yao kutoka kwa mzee, ndipo anaanza kutetea na kusema alikuwa haelewi jambo lolote lile, kwamba huyu mwanamke ni mke wa mtu. Ila mzee naye kwa sababu alikuwa anajua anachokifanya, aliendelea kumkazia David na kusema sihitaji maelezo yoyote yale, ila mimi ninachohitaji ni simu yako tu, na ikiwezekana uhamishe pesa zote ambazo unazo kwenye akaunti yako. Ila huo mtihani ulikuwa mgumu sana upande wa David, maana anasema endapo nikitoa pesa hiyo basi nakuwa sina pesa yoyote ile. Lakini mzee aliendelea kumkamia David na kusema endapo ukishindwa kuniingizia hiyo pesa basi mimi nitakumaliza. Na Mwamba ilibidi awe mpole tu na kukubali jambo hilo, lakini hilo jambo lilimuumiza sana, maana alikuwa hana pesa yoyote ile zaidi ya hiyo. Na mzee alifanikiwa kuhamisha pesa yoyote aliyokuwa nao David, na baada ya tukio hilo mzee pamoja na binti waliondoka. Hasa huyu binti pamoja na mzee waliamua kucheza tu mchezo ukiwezekana wamfilisi David, ila ukweli ni kwamba hawana mahusiano yoyote yale. Lakini siku ikapita na Lloyd David anaamua kumuita mshikaji wake na kumsimulia kila kitu, kwamba ametapeliwa pesa na hapo alipo hana pesa yoyote ile. Hasa Mwamba alimsikiliza David, ila anasema utakiwa kujilaumu kwa namna yoyote ile, maana haya mambo yote umesababisha wewe mwenyewe, hivyo cha msingi ni kuangalia tunarudishaje pesa hizi. Hasa David alimsikiliza tu rafiki yake, ila alikuwa na majibu yoyote yale. Ndipo alianza kukumbuka maneno ambayo alikuwa ameambiwa na mtumishi kwamba kuna siku moja
ukikumbuka. Na baada magumu mshikaji ambao alikuwa anayapitia, Mwamba akaona ni bora tu amfuate mtumishi, ikiwezekana amuombe msamaha, maana huenda yote anatokea kutokana na ubaya aliyomfanyia mtumishi. Hasa Mwamba baada ya kukutana na binti alimwambia mshikaji kwamba amemsamehe, ila hawawezi kuendelea kuwa kwenye mahusiano, ila kama ataweza ni bora amrudie tu Mungu, maana yeye ndio mwenye uwezo wa kumpatia kila kitu. Na baada ya maneno hayo binti aliondoka, ila David aliumia kinoma noma baada ya kuona binti amemkataa. Hasa baada ya muda kupita, Mwamba alirudi nyumbani na kuanza kusoma vitabu na kumrudia Mungu kama alivyoshauriwa na mtumishi. Na Mwamba alionekana akiwa anaumia sana kutokana na aina ya maisha ambayo anaishi, maana anapitia wakati mgumu sana na hana msaada wowote ule. Lakini siku zilisonga na Lloyd David anaamua kumuita mshikaji wake na kumwambia kwamba saizi amekuwa ni mtu wa tofauti kabisa, maana anajisikia amani kwenye maisha yake tofauti na mwanzo, na anaamini huenda akiendelea kumtumikia Mungu basi kila kitu kitabadilika kwenye maisha yake. Na Mwamba alimsikiliza David, lakini wakiwa wanaendelea mazungumzo, ghafla David alipigiwa simu, na hii simu ilikuwa ni tumaini jipya kwa David, maana Mwamba alikuwa hana kazi, ila Lloyd anapigiwa simu na kampuni moja na kuambiwa kwamba mfanikiwa kupata mchongo. Na mshikaji alifurahi kinoma noma, maana alikuwa anapitia wakati mgumu sana kwenye maisha yake na kutegemea kabisa kwamba siku moja atakuja kupata kazi tena. Hasa Mwamba ambaye ni rafiki yake wa David, baada ya kusikia tukio hilo alifurahi kinoma noma, ndipo alimwomba David ikiwezekana amuombee, maana huu ni zaidi ya muujiza. Na David alikubali na kumwombea rafiki yake, lakini maisha yaliendelea kama kawaida. Na Lloyd David nakumbuka kila kitu alichokuwa anapitia kati yake yeye pamoja na mtumishi, maana mtumishi alikuwa anamfundisha mambo mengi sana. Licha ya kwamba David alikuwa anazingua, ila mtumishi alijitahidi kwa kila namna ili mshikaji aweze kubadilika. Hasa muda ulisonga na Lloyd David akiwa upo zake kwenye gari alianza kuota ndoto kama amekutana tena na mtumishi na alimuomba warudiane. Na binti, licha ya kwamba mshikaji alimkosea sana kipindi cha nyuma, alifunika kombe na kumkubalia David. Hasa Mwamba akiwa hana ili wala lile, ghafla binti anatokea na kumwamsha, na mshikaji alistuka sana baada ya kufumbua macho na kumuona mtumishi. Ila Lloyd binti anakuja na kumwambia mshikaji kwamba amemsamehe kwa yale yote alikuwa amemfanyia, ila hawezi tena kuendelea kuwa kwenye mahusiano kwa sababu binti ameshaolewa. Na Mwamba aliumia sana baada ya kusikia maneno yake kutoka kwa mtumishi, maana alikuwa anaamini huenda laundi binti atamkubalia ili ikiwezekana waendelee kuishi maisha kama ilivyokuwa mwanzo. Ila laundi mtumishi anamkataa kabisa David, na naamini mshikaji alijifunza kitu kikubwa sana. Sasa na ndio mwisho wa simulizi kali ya movie yetu, na ulikuwa na mimi Vasco Rhymes niliokuletea simulizi hizi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini kama unahitaji kupata movie kali kama hizi, usahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kupata movie zetu. Okay, asante, enjoy.